بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. مجموعة لإذاعة يسلف دعوة إست أفريكا مشاريكي yakuletea khutba ya mwisho aliyokhutubia Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Amesema al-Imam al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Siyar A'lam an-Nubala kumhusu, akasema yafuatayo: Umar bin Abdul Aziz bin Marwan al-Umawi ibn al-Hakam bin Abi al-Aas bin Umayya bin Abd al-Shams bin Abd Manaf bin Qusay bin Kilab al-Imam al-Hafidh al-Allama al-Mujtahid al-Zahid al-Abid al-Sayyid Amir al-Mu'minin Haqqa Abu Hafs al-Qurashi al-Umawi al-Madani thumma al-Misri al-Khalifa al-Zahid al-Rashid ashajju bani Umayya. Umar bin Abdul Aziz bin Marwan al-Umawi ni mwana wa al-Hakam bin Abi al-Aas bin Umayya bin Abd al-Shams bin Abd Manaf bin Qusay bin Kilab. Yeye ni imamu, hafidh, mhifadhi mkubwa wa ilmu, allama, mwanachuoni mkubwa, mujtahid, zahid, yani mwenye kuipa nyongo dunia na kujiepusha na anasa zake, mcha Mungu mwenye kujitolea katika ibada, sayyid, bwana na kiongozi mtukufu, na amiri wa waumini kwa haki. Anajulikana kwa jina la Abu Hafs, ni wa kabila la Quraish wa ukoo wa Banu Umayya. Alikulia Madina kisha akaishi Misri. Alikuwa khalifa mwenye zuhud katika njia ya uongofu, yani Khalifa Rashid, na anajulikana kama al-Ashaj wa Banu Umayya, yani yule mwenye alama ya jiraha miongoni mwa Banu Umayya. Akataja al-Allama al-Sheikh Suleiman bin Abdurrahman al-Umari rahimahullahu ta'ala, alifariki mwaka 1375 Hijriya, katika kitabu chake Wadhaif Ramadhan katika ukurasa wa 145 akataja habari hii akisema: khataba Umar bin Abdul Aziz radiyallahu anhu akhir khutbatin khatabaha qala fiha. Alihutubia Umar bin Abdul Aziz radiyallahu anhu khutba yake ya mwisho aliyohutubia, akasema ndani yake: innakum lam tukhlaqu abatha wa lan tutraku suda wa inna lakum maw'idan yanzilu fihi lilfasli baina ibadihi. Hakika yenu nyinyi hamkuumbwa bure bure, na wala hamkuachwa hivi hivi tu, yani hamuamrishi kwa maamrisho wala hamkatazwi kwa makatazo, na kuwa mtakuja kuhesabiwa. Na hakika yenu nyinyi mnayo miadi, atashuka ndani yake, yani Allah, ili ahukumu baina ya waja wake. Faqad khaba wa khasir man kharaja min rahmatillahi allati wasi'at kulla shay'in wa hurima janna 'arduha as-samawati wal ard. Basi kwa hakika ameangamia na amekula khasara yule ambaye ametoka katika rehema za Allah ambazo zimekienea kila kitu, yani yule ambaye amezikosa rehema za Allah ambazo zimekienea kila kitu, na akanyimwa pepo ambayo upana wake ni mbingu na ardhi. Ala taraun annakum fi aslabil halikin wa sayarifuha ba'dakum albaqun kama tarakaha almadhun.
Je, hamuoni nyinyi ya kwamba nyinyi ni katika vizazi vya walioangamia kabla yenu, wakafariki kabla yenu, na watairithi hii dunia baada yenu wale watakaobakia, yani watakaokuja baada yenu, kama ambavyo waliacha hiyo dunia waliopita. Kadhalika hatta turadda ila khairi alwarithin, hivyo hivyo mpaka itakaporudishwa hiyo dunia kwa mbora wa warithi. Yani nyinyi mmeirithi kwa waliokuwa kabla yenu, na watairithi watakaokuja baada yenu, kisha na wao wataondoka, watairithi watakaokuja baada yao, hivyo hivyo mpaka itarudishwa kwa mbora wa warithi ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi kulli yawmin tushayyi'una ghadiyan ila Allahi wa raihan qad qada nahba wanqada ajaluhu fatuwaddi'unahu wa tad'unahu fi sad'in min al-ardi ghayra musawwadin wala mumahhadin. Na kila siku mnamsindikiza katika jeneza yule kurudi kwa Allah asubuhi au jioni. Hakika yeye amemaliza wakati wake na imetimia ajali yake. Basi mnamuaga yeye na mnamuacha yeye mkimlaza katika ufa katika ardhi ambao haujawekwa mto wala haujatandikwa kwa tandiko, yani mnamlaza humo. Qad khala'a al-asbab wa faraqa al-ahbab wa sakana at-turab wa wajaha al-hisab. Hakika yeye ameachana na sababu, yani za kidunia, na amefarikiana na vipenzi akaachana nao, na sasa anaishi katika udongo na anaelekea kukabiliana na hesabu. Ghaniyan amma khallaf faqiran ila ma aslaf, yeye ni mwenye kujitosheleza, yani si mwenye kuhitajia yale aliyoyawacha, yani katika mali na mambo ya dunia, na ni fukara, ni mwenye kuhitajia yale aliyoyatanguliza, yani katika matendo mema. Fattaqullaha ibadallah qabla nuzul al-maut wa inqidha'i mawaqitihi wa inni la aqulu lakum hadhihi al-maqala wa ma a'lamu 'inda ahadin min adh-dhunubi akthar mimma 'indi walakinni astaghfirullah wa atubu ilayhi. Basi mcheni Allah, enyi waja wa Allah, kabla ya kuteremka kwa umauti na kutimia na kufika nyakati zake. Na hakika yangu mimi nawaambieni haya maneno na hali ya kuwa sijui kwa yoyote kuwa ana madhambi zaidi ya yale ambayo yapo kwangu, lakini hakika yangu mimi namtaka maghfira Allah na ninatubia kwake. Thumma rafa'a tarafa ridaihi wa baka hatta shahiq thumma nazala 'anil minbari fama 'ada ila al-minbari ba'daha hatta mat rahimahullah. Kisha baada ya kusema maneno hayo akainua upande wa ridaa yake na akalia mpaka akapiga kwiku ya kilio, kisha akashuka katika hiyo mimbar. Basi hakurudi tena katika mimbari ile baada yake mpaka alipofariki, rehema za Allah ziwe juu yake. Habari hii imetajwa katika kitabu Lataif al-Ma'arif ukurasa wa 149. هذه حال السلف الماضين، هذه أحوال الخائفين، انتبهوا يا راقدين. Hii ndiyo hali ya salaf wale wema waliopita. Hizi ndiyo hali za wenye hofu, yani wenye kumhofu Allah. Basi tanabahini enyi wenye kulala.